Ninakusalimu katika jina la Yesu, ndugu msikilizaji wangu, unayenisikiliza mahali popote pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe katika kipindi hichi cha mafundisho ya neno la Mungu. Karibu katika kipindi hichi, na kabla hatujaendelea, tupate wimbo huu kutoka studio na tuendelee. Jueni kwamba Yesu yu karibu. Jueni kwamba siku ni za mwisho. Jueni kwamba Yesu yu karibu. Jueni kwamba siku ni za mwisho. Jueni kwamba Yesu yu karibu. Shituke. Nabii Isaya yeye katabiri, mtume Yohana naye kaonyeshwa, Yesu mwenyewe kaya thibitisha, siku za mwisho zitakuwa za hatari. Mlio waro ninyi msitishwe, kesheni basi, jiwekeni tayari. Manabii wa kale waliyatabiri, mtume Yohana naye kaonyeshwa, Yesu mwenyewe kaya thibitisha, siku za mwisho zitakuwa za hatari. Mlio waro ninyi msitishwe, kesheni basi, jiwekeni tayari. Naamini umebarikiwa na wimbo huu, ndugu msikilizaji wangu, na nataka tuombe alafu tuendelee na kipindi chetu. Baba, nakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante Baba kwa ajili ya neno lako uliloliandaa kwa ajili ya kila mtu mmoja. Asante Baba kwa ajili ya hili neno ambalo Mungu umekusudia watu wako walipokee na wapate kuenenda katika njia zako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa sababu ya neno lako. Baba, liinue neno lako, libariki neno lako katika jina la Yesu. Upate nguvu ya kuishinda dhambi na tamaa zake. Tupe neema na ushindi katika jina la Yesu. Amen. Nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka kichwa cha somo tunachoenda nacho ni ijue madhara ya dhambi. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema ijue madhara ya dhambi. Ijue madhara ya dhambi. Tumejifunza mengi katika kipindi kilichopita, na kwenye kipindi hiki nataka tuendelee na hayo madhara ya dhambi. Nataka tuendelee kujifunza hayo madhara ya dhambi yanayotokea mtu anapotenda dhambi, au kanisa au jamii au hata taifa pia. Leo nataka tuangalie kwa habari ya wana wa Israeli baada ya kumtenda Mungu dhambi. Nini kilichotokea? Nataka tuangalie kwa habari ya wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 10 mstari wa 6, kuanzia mstari wa 6. Biblia inasema, kitabu cha Waamuzi sura ya 10 mstari wa 6. Waamuzi sura ya 10 mstari wa 6. Biblia inasema, kisha wana wa Israeli walifanya tena yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, wakawatumikia Mabaali na Maashtorethi na miungu ya Shamu na miungu ya Sidoni na miungu ya Moabu na miungu ya wana wa Amoni.
na miungu ya Wafilisti, nao wakamwacha Bwana wala hawakumtumikia yeye. Mstari wa 7 tunaona kilichotokea baada ya dhambi, baada ya hao watu kumwacha Mungu wao, baada ya kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hapo tunaona kilichotokea baada ya dhambi. Tunaona madhara walioipata baada ya kumkosea Mungu. Mstari wa 7 tunaona hayo madhara. Mstari wa 7 Biblia inasema, hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, akawauza na kuwaua mikononi mwa Wafilisti na hao Wafilisti na mikononi mwa wana wa Amoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 8, nao wakawasumbua na kuwaonea wana wa Israeli mwaka huu. Waliwaonea wana wa Israeli wote waliokuwa ng'ambo ya pili ya Yordani katika nchi ya Waamori iliyo huko Gileadi muda wa miaka 14. Mstari wa 9, wana wa Amoni nao wakavuka Yordani ili wapigane na Yuda na kupigana na Benyamini na nyumba ya Efraimu. Basi hivyo Israeli walikuwa wanasumbuliwa sana. Ndipo wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakisema, sisi tumekufanya dhambi kwa sababu tumemwacha Mungu wetu na kuyatumikia Mabaali. Kwenye mstari wa 7 tunaona madhara ambayo yanajitokeza dhidi ya wana wa Israeli. Madhara ya kwanza tunayoona ni dhambi walioitenda wana wa Israeli iliinua hasira au ghadhabu ya Mungu dhidi ya wana wa Israeli. Madhara ya kwanza walioiona au walioipata wana wa Israeli ni hasira za Bwana au ghadhabu ya Mungu iliwaka dhidi ya wana wa Israeli. Dhambi huamsha ghadhabu ya Mungu au hasira ya Mungu dhidi ya mtu au taifa au jamii au hata kanisa. Dhambi huinua au huamsha ghadhabu ya Mungu dhidi ya familia, dhidi ya maisha ya mtu na hata taifa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona hasira ya Bwana ziliwaka dhidi ya Israeli. Kwa hiyo dhambi huinua hasira, dhambi huamsha hasira ya Mungu dhidi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni madhara ya kwanza ambayo tunayaona baada ya hao watu kumtenda Mungu dhambi. Hayo ni madhara ya kwanza. Madhara ya pili tunaona Biblia inaendelea kuzungumza kwenye huo mstari wa 7. Madhara ya pili, Bwana akawauza na kuwaua mikononi mwa Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunapata madhara ya pili. Madhara ya pili ni kila atendaye dhambi hufungua lango la utumwa dhidi ya maisha yake. Kila atendaye dhambi hufungua lango la utumwa dhidi ya maisha yake au familia yake. Kila atendaye dhambi hufungua lango la utumwa dhidi ya familia au taifa au hata kanisa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dhambi hufungua lango la utumwa dhidi ya maisha ya mtu au kanisa. Dhambi hufungua lango la utumwa dhidi ya maisha ya mtu au kanisa na taifa kwa ujumla. Hayo ni madhara ya pili ambayo
tunayaona kwenye kitabu hiki cha Waamuzi. Madhara ya kwanza ni dhambi huamsha hasira ya Mungu dhidi ya mtu, taifa, kanisa, jamii. Hiyo ni madhara ya kwanza. Madhara ya pili tunayoyaona ni dhambi hufungua lango la utumwa dhidi ya maisha ya mtu au kanisa au jamii na hata taifa pia kwa ujumla. Okay. Jambo la tatu ni uonevu dhidi ya mtu. Dhambi hufungua lango la mauti na uonevu dhidi ya maisha ya mtu au kanisa au jamii na taifa kwa ujumla. Dhambi hufungua lango la mauti na uonevu dhidi ya maisha ya mtu au familia au kanisa na jamii na taifa kwa ujumla. Dhambi hufungua lango la mauti dhidi ya maisha ya mtu au familia, jamii, kanisa na hata taifa kwa ujumla. Hiyo ni madhara ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea mbele, jambo la 4 tunaona nao wakawasumbua, mstari wa 8, nao wakawasumbua na kuwaonea wana wa Israeli mwaka huo. Haya yote, uonevu, masumbuko, kuuzwa, utumwa. Manake Biblia inapozungumza ya kuwa Bwana akawauza, manake mtu anapouzwa, manake anafanyika mtumwa dhidi ya yule aliyeuziwa. Anafanyika mtumwa wa yule aliyeuziwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mstari wa 8 tunapata jambo la 4. Anasema nao wakawasumbua na kuwaonea wana wa Israeli. Madhara ya 4 tunayapata. Manake dhambi hufungua lango la usumbufu na uonevu dhidi ya maisha ya mtu au kanisa au jamii na taifa kwa ujumla. Dhambi hufungua lango la uonevu au usumbufu dhidi ya maisha ya mtu au jamii au kanisa na taifa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote yametokana, usumbufu, uonevu, utumwa waliokutana na wana wa Israeli ulitokana na dhambi waliomfanyia Mungu wao. Kwa hiyo dhambi hufungua lango la uovu, lango la uharibifu, lango la uonevu, lango la utumwa dhidi ya maisha ya mtu, na sio lango, pia hufungua lango la mauti. Unakuta kwenye jamii fulani mauti ya mara kwa mara, ikifika mwezi fulani, mwaka fulani, watu wanakufa uovu kwa sababu ya uovu ambao umetendwa. Kwa hiyo dhambi hufungua lango la uharibifu, dhambi hufungua lango la utumwa, dhambi hufungua lango la uonevu dhidi ya maisha ya mtu. Kwa hiyo ili na tunaona ukiendelea kusoma mpaka mstari wa 10, tunaona ni kipi kifanyike. Tunaona wana wa Israeli walivyogundua ni wapi walikoharibu, ni wapi walikomkosea Mungu, walivyogundua kwamba madhara wanayoyapata kwenye uchumi wao, kwenye taifa lao, walivyoona madhara yanayoonekana yamesababishwa na dhambi, wakaingia magotini. Biblia inasema mstari wa 10, ndipo wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakisema, sisi tumekufanya dhambi kwa sababu tumemwacha Mungu wetu na kutumikia mabaali. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanaendelea kukaa kwenye hali ya utumwa,
kwenye hali ya masumbuko ya kimaisha, kwenye hali ya maisha ya chini, kwa sababu hawakumbuki ni wapi wameruhusu, ni wapi lango la uharibifu dhidi ya maisha yao, ni wapi wamefungua mlango wa uharibifu dhidi ya maisha yao. Kwa hiyo dhambi huleta madhara hayo yote. Madhara hayo yote yametokana na dhambi. Kwa hiyo dhambi ni adui, dhambi hufungua malango haya niliyoyataja. Na amini Mungu na kuombea Mungu akupe neema ya kushinda dhambi, ili haya yote yasionekane kwako, ili uonevu usitajwe kwako. Biblia inasema utakuwa mbali na uonevu. Kwa nini utakuwa mbali na uonevu? Utakuwa mbali na uonevu pale tu utakapotembea katika haki, utakapotembea katika utakatifu, ndipo utakapokuwa mbali na uonevu. Atakayekuwa mbali na uonevu ni yule anayetenda katika haki, ni yule anayetembea katika utakatifu, ndiye anayetembea katika haki, ndiye anayetembea, anayekaa, anayewekwa mbali na uonevu. Sawa sawa na kile kitabu cha Isaya, Biblia inasema utakuwa mbali na uonevu, utakuwa mbali na kuonewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini Mungu amekubariki. Tutaendelea na kipindi na somo hili kwa kipindi kinachoendelea. Endelea kufuatilia vipindi hivi na vipindi vinavyoendelea na vinavyofundishwa na watumishi Mungu. Karibu, endelea, usiache kufuatilia vipindi hivi. Kuna viwango ambavyo utakwenda vya kiroho. Mungu akubariki. Nataka tuombe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tumejifunza neno lako, tumepata kile ulichokusudia tukipate. Baba, asante kwa sababu ya neno lako lifanyike nguvu na uzima ndani ya miili yetu, ndani ya nafsi na roho zetu, likaimarisha kiroho chetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunakusihi, tunaomba haya maneno yako yakafanyike uzima kwetu, tukageuke pale ambapo Mungu tumeharibu, tukapate kurudi tena. Roho Mtakatifu, tupe neema ya kuenenda katika njia zako, katika jina la Yesu. Ninakusihi Mungu wangu na Baba yangu, nakusihi Baba yangu, tupe neema na nguvu ya kuishinda dhambi katika jina la Yesu. Amen. Nami mbarikiwa na kipindi hiki. Ndugu msikilizaji wangu, ni kuache na wimbo huu. Ubarikiwe sana. Endelea kumwadhimisha Mungu, endelea kuenenda katika njia sahihi ya Mungu. Karibu kwa wimbo huu nami. Nini kanitenga na upendo wako Bwana? Ni nini kanitenga na upendo wako Bwana? Ninauliza, ni nini kitanitenga na upendo wako Bwana? Sieni kukosa pesa, sieni kukosa mali, sieni kukosa watoto, sieni kukosa mali. Hakuna kitu kitanitenga na upendo wako. Wewe ni mpenzi wa kweli, wewe ni mpenzi wa kweli, wewe ni mpenzi wa kweli. Reko shapande saka, wewe ni mpenzi wa kweli, wewe ni mpenzi wa kweli, wewe ni mpenzi wa kweli. Makoraba ya nerebo saka, reke paraba seke, manerebo saka, ribo sake, mane saka, ribo saka, riko saka, mane saka, ribo saka. Nipitapo kwenye tabu na mateso, ili bado nakupenda. Karabayande saka, nakupenda Bwana. Nipitapo kwenye dhiki, kukataliwa, lakini bado nakupenda. Rekesha maneka sapa, hey, nakupenda Bwana. Nipitapo kwenye tabu
kuna mateso, lakini bado nakupenda, nakupenda. Bwana nipitapo kwenye dhiki kukataliwa, lakini bado Nakupenda. iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Hey.